usipate kitu. Kama kuna kiti iko mbele yako na haijakaliwa, ujue ni wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Now today I want, and I like people who hear. Unajua mimi nimetoka kule kwingine kwa wale watu wabaya. Ni mavazi tu tulibadilisha nikavaa ya Yesu, lakini ile zeal na power na capacity ya kufanya maneno mimi bado nafanya. Mwadhani ya washo. Si unajua mimi ni ule wa Mugeke. Na unajua ulijificha ukikuja hapa usijulikane. Ati umeenda kwa Waruinge wa Mugeke. Na unataka Waruinge wa Mugeke akuombee. Na utaki kamera ikuone, hivi utaona sasa ameanza kujifunika uso, nafikiria ni Muislamu ameingia kwa kanisani ndio asijulikane alikuwa kwa Waruinge wa Mugeke. Lakini ile kitu Waruinge wa Mugeke amebeba unataka. Sasa hiyo ndio sasa tunasema naambia Mungu, kama ulikuja hapa, kama umejificha, usipate kitu yangu hata moja, in Jesus name. Kama ulikuja kununua muujiza hapa hakuna muujiza ya kuuzwa, in the Jesus name, na utapata. Hiyo nimekataa. Kuja hapa ukiambia hata pastor wako ninaenda kwa ule dola wa Mugeke, nasikia kuna mafuta. Ama unaambia hata bwana yako. Kuna watu hapa wameambia bwana, nimeenda hospitali Kenyatta. Sasa hiyo alitoka nje. Tajira terere. Okorogore, service okorogore. Sasa anaangalia bwana kama anaona. Service okorogore. Utire muthenya ungi. Na dikwenda ni tamakani dikwenda kule kamera, dikwenda kuona ni kamera. Ndio ujue kuna kamera, kuna dola wa Mugeke. Ulimuonea wapi? Ulimuona kwa barabara, si ulimuona kwa kamera? Si alichukuliwa na kamera? Mbona wewe hutaki kuja kuona na kamera? Hiyo unafiki tuache. These are the things that hinder your blessings. Be open, be genuine. If you're coming to me, just tell them I'm coming, I'm going. Unaogopa nini? Mimi siogopi, mimi na kwa saka nasemaga mimi naitwa Dora Waruinge. Ule aliyekuwa kiongozi wa nini? Wa Mugeke. Nikiona umesahau kutaja hiyo na kukumbushaga. Because that is my foundation. That is where I begin my story from. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alihukumiwa kuwa leader wa an illegal sect. Was Mugeke not an illegal sect? Was Jesus arrested because of an illegal sect? So am I not like Jesus? Why do you like Jesus now? Na mutaki Waruinge na ni Waruinge ni product ya Jesus. Mnataka mnakuja kama mmejificha. Oh, abi your roho, shame on you. No, kama unakuja, just your God is greater than anybody else. Mungu wako ni venye unataka akae. Ukitaka kuwe Mungu mkora, atakuwa Mungu mkora. Ukitaka Mungu wako atoshee kwa kipochi chako, atatoshea. If you want your God to be a mighty God, he will be a mighty God. Bwana Yesu asifiwe sana. If you want your God to end up in your bedroom, ataishi kwa bedroom. So your God, you make him. Your God tunasema is omnipresent. God is what? Omnipresent. And God is omnipotent. And God is also yeah? Omniscient. Anasema ni Mungu ni omniscient. God is like water. God is like air. God will change the shape. God will become. I was listening to one old man who was giving me, alikuwa ananifanyia mataro. Mliona hiyo ya Simokei kwa sababu hapa wengine. Kwa nini kwa Simokei? Na mutugate dugata ya Ngai tondu we ni urahuthira kahinda-ini gaka. Ni ti wa kahinda gaka is mean wa forever. Sema shame on you, hiyo mdomo baya. Ate tondu nwe uguo ni mubangeire kahinda ginya karia nguhuthirwa. Hiyo sitakubali. Ninyi mmezoea kuua watu. Mimi msijaribu kuniua nikiwa Mugeke mkashindwa. Na siku anajua Mungu. Mnafikiria sasa nikijua Mungu mtaniweza? Kumbe kuna mzee mwingine hapa alinishika. Huyo mama ameenda wapi? Huyo mwingine.
Najua maneno ya watu kukuja wanafika pale. Najua mimi na deal na high level. High level not altars. Si deal na hizi tu wa uchawi. I'm the Freemason. I'm the only one person in this world mwenye amejaribu kuiba shetani. Mimi mama ananiangalia kana shida huyo nake ni atia. Mimi I'm the only man on earth mwenye ashaingia kwa shetani na kuiba na niliiba. Mtumie hanya dako litagoya ubebiyo adala kwa huyo naolia. Na kuna siku ulistuliwa kwa zamani na wale majamaa. Sasa unashindwa huyu mjamaa yagethi uguo ashenjie oro rimwe. Na kienda abadilike. Hii dunia sitapasukia hapa na kamurago ni kamoja. Hii step nilivyo nimepanda hapa juu. Si Mungu amsaidie tu ampatie kanisa ya ground floor. Ndio hiyo kegunyo ikiamuka. Tupate njia ya kutoroka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumepata nyumba kubwa. Sema nyumba kubwa. Maombi yako ilifika. Kwa sababu maombi yako ilifika. Maombi ikifika unatoa sadaka. Unasema Mungu asante kwa sababu ya maombi imefika. Unatoa sadaka. Leo huyo mzee aliniambia kuna kitu alinifundisha. I didn't know I'm a Christian. Na kuna watu niliona kwa social media wakasema te totirashoka kwa Russia tene kwa guka wanyeni waira. Guka wanashosho wanyeni waira. Wangapi wameolewa hapa? Wa Kristo lakini wameolewa. Kwa ile umepelekewa Russia, inua mkono tu. Wa Kristo ambao wametolewa ni Mkristo kabisa. Inua mkono vizuri, wacha kuinua ni kama pajageke kuna kitu imeshikilia. Yes. Wewe ni Mkristo kabisa. Yeah? Sema ndio. Unaona igwa ile tu alihoro asio. Ni Mkristo. Na wewe ni Mkristo kama korora kana neiba. Neramuona. Todo maundu maria rekire. Kuja hapa mami, kuja tu. Umpatie microphone nimuulize maswali ndio tujue kama hapa kuna Wakristo. Mimi napenda tuende hiyo mtaratara panda tu hapa juu, kuja tu hapa juu. Ni uguritwo. No karasherio kaha. No karasherio. Mwatwarire ke? Besha na obesha. Besha. Niki kimwetirio. Mwate na harika. Na kihembe kia uke. Mutietirio. Mwatwarire kabuti. Acha twerirwa tirere tutembesha. Mwatwarire marigo. Mutiakuire marigo mwe haria getine mukiro. Okogotire. Twakuire soda. Mwakuire soda. Besha mwalutire ciake. Mwate na harika. Ciatarirwo ci mwate na harika. Mwate na harika ri nige kuyuka ne ke faraja kana ne ke Biblia. Ni dio etondo no iria kurikana werirwo kugura na gwatia. Kurikana na muhiriga witu. Nituko mamutarire makemunira miti. Ke Biblia kana ke ugikuyu. Uguo wambire kugwa ugicoka ukihonoka. Wambire kugwa ugithi kwa Gikuyu ugicoka ukihonoka warikia kugurwo. Uguo uguritwo na product ya Ugikuyu ugacoka honoka. No honokire ringi. Acia ndari muno kudia. Uguo rio muguu. Ndagũrirwo ki Ugikuyu na mburi na harika na maundu macio nimo matene maria tutarenda. No acokire ukihonoka. Acia. Uguo rio mutunga manu. Ikarebe. Hii maneno wacheni niwaambie. There are things, this part of us. What is your name? Wagoi. Wagoi no. Mashosho. Utueto kulikana na Biblia kana utueto kulikana na Ugikuyu. Wachana acha kumpatia microphone. Sasa hiyo ingine mnarudi kusema ati msee kama huyu asiongee kwa channel yangu ni nini? Sina hiyo ni kuna kaujika kidogo. Huyu mzee ndiye anasema aliroga hiji. Na nimeenda nimemtafuta. Nimetumia 100,000 kupata kumshika. Ndio atuambie alifanya nini.
Na akaniambia venye alifanya, wenye walifanya walifuka inchi live, waliweka inchi kupuri. Na akanipeleka, tulifugia hapa, tulichija busi hapa, tulifanya hii hapa, tulifanya hii hapa. Ndio kwa sababu naenda Murang'a. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nitaenda na hawa wazee waende wasimame kwa jukwaa ya Wakristo, waseme tumefugua inchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio inaitangwa kupunguza ujinga. Abia mwenzako, Kenya hii sasa hatutaki wajinga. You cannot deal with an altar or with a demon that you don't know. You cannot be able to deal. Atunasema kuna madhabahu kwetu, ndio kwa maana nilienda nikatoa sabibu. Nimetoa mama huyu adutete. Tutete magokona. Karuta magokona kinya rukona. Kuna tagaya takorako kwa. Ngamuria igogona reko rutaga. Ni na magokona ni gwitore ni tunaga gwethiwega no magokona nyina gamata mariko. Dukagai. Maundu maria mekikite gwitore ni adigeta kwa magweta. Ni mariko dokirute igogona ri warutire igogona ririko dukataga ireke ngwire ni kumarire ni njukite di America miaka 20 ndi ndathukuma ke ndirakuria atiriri ukiruta magogona ri warutaga igogona ririko. Simple question, anakupeleka mpaka America, Australia, UK huko kwote, because how ukitoa hiyo pesa ama ukitoa hiyo ulitoa ya nini? Simeona Wakristo tumepungukiwa. Because lazima ukitoa, ukienda kwa daktari mwenye mtu nasema si mwokofu, anakwendaka, unaenda kwa mtu anaitwa ule wa kuitisha pesa kwanza. Fungua failo. Kitu ya kwanza unaitishwa pesa. Sasa kama sasa nikisema hapa mfungue failo, mtafungua? Mtasema usharato itia pesa. Lakini kule mtatoa wanidhate. Unarudishwa, unapelekwa kwa mtu anaitwa nani? Consultant. Consultant anakuandika karatasi, anakuangalia hivi, anavaga glasses, inakaa hivi, anakuangalia, anakumulika na tochi kwa mdomo, anakumulika na tochi kwa macho, anarudi anakumulika kwa masikio, alafu anagototia, alafu anaandika makaratasi ama kwa kompyuta. Unaambiwa nenda lab. Mbona hakukuduka sindano, amekufinya? Mbona hakukwambia leta upiduka na kuduka, piduka huko na kuduka? Anakuambia anataka kujua exactly what am I going to treat. Anakuambia nenda lab. Lab unapimwa damu yote, inapimwa vizuri, result inakuja. Hasa kutoka hapo ndio anaanza kuongea na wewe. Anakuambia damu yako iko na kauchafu, alafu unaonekana kwa tumbo yako kuna togunyo, alafu kwa akili, ndani ya akili iko na hewa ya carbon dioxide kidogo, tutatoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo wewe ukidhi kuruta magokona, hata ni warutire magokona kule warutire ri, ulitoa ya nini? Ulitoa ya nini? Wewe tono urutite magokona ri, warutagira ki? No besha waigereire ha. Wewe tono warutire magokona ri, warutire make. Ate gwito nego kuagwo, gwito nego ekagwo ate. Yes, nego kuagwo. What is the source? Kuna kufagwa. What is the source? Because you can't deal with the branches. You can't deal with the leaves. You need to understand what is the reason people are dying. What is the reason kuna miscarriages? What is the reason kuna marriage problem? What is the reason kuna this kind of a problem? What is stopping me from becoming? Bwana Yesu asifiwe sana. That will lead you to understand the problem you are facing. Umefungua kanisa, lakini the church is not picking. Why? There must be a reason. Sio kukibia hapa kwa nganga, wede nganga niobee. No, you must understand. What could be the reason? Could you umete kwago? You see, you need to go back to your father. Understand who was your father. Understand who was your mother. Because these are very important components that we have. A mother or your father can destroy you. The foundation you have can destroy you completely. From your father, from your grandfather. And that's why I normally give my testimony. Because my testimony will help you to come out from where you are. The founder of Mau Mau was Kemadi, Madenge, Waruinge, and Itotia. There were 7 Mau Mau generals. Ukienda ile barabara ya Isiria kuingia Isiria itangwa General Waruinge. That is my grandfather. Kuna General Madenge, kuna Field Marshal Kemadi, na kuna Itotia, na kuna wengine. There were 7. And all these 7 people, they were all first cousins. Bwana Yesu asifiwe sana. All of them, they were what? They were first cousins.
Then comes many years down the line, comes Ndura Waruinge, the grandchild of that man, Waruinge. Comes Maina Jenga, a cousin to Madenge. Comes Wagasha, a cousin to Itotia. And we were 7 first cousins. We started Mungiki. Those who were 7 first cousins who founded Mau Mau. It is my grandfather who coined Kiapo ya Mau Mau. And many years ago, down the line, I coined the Kiapo ya Mungiki. And when I went to do my research just the other day to discover, nilitaka kuelewa Waruinge alikuwa nani, I discovered kakaratasi wameweka for quite a long time. Word by word, ile nilikuwa natumia kwa Mungiki. That is what this man coined. Word by word. What I was giving the oath. Word by word. So who was me? Was it me, the person you are seeing, or was it that man? It is that man operating in my body. So nidaka kuigira magogona todo nedanyito amepelekwa jela. Huyu mzee alienda jela. Jela amefugwa. Hata kapigwa risasi. Mimi nimeenda jela mara 52, nimepigwa marisasi 12 na nimekunywa sumu. Ule mzee alipatiwa sumu na hakukufa, alipigwa marisasi hakukufa na alienda jela na hakumuua. The same with me. I've gone to jail 52 times. I've been shot at 12 times. I've been poisoned 9 times. Nimehukumiwa kunyongwa mara 2. My grandfather alihukumiwa kunyongwa mara 2. Who was that? The man that got saved is not the man that was in Mungiki. The man that you look at yourself, you are not the man you are. Go and investigate. Who are you? Because you may be operating here, lakini unafikiria ni wewe, kumbe ni shosho wa miaka ingine 300. Sasa unakuja hapa na kiherehere yako, utaki hata kusikiliza, uko na giri 10, unataka kuwekelea hapa ufujue madhabahu. I can't do that. I'm not a con man. I'm not a con man. I don't need your money. I have money. I don't need, sitaki kujenga nyumba, niko na nyumba. Mimi niliwaiba pesa nikajenga nyumba from prison. And God helped me from prison. Ushaitumia kama message, mzigo imefika Mombasa, imetoka hapa kuja. I am the one who started that message. Bwana Yesu asifiwe sana. Usaadikiwa kama message umeongea mambo baya ya Mogeke. Nani ashaibiliko umeongea mambo baya na utakujua. I am the one. Na nilikuwa prison in my comfort in prison committee. And I used to make 500 to 200,000 in a week out of you. Nyinyi mko nje, niko ndani. Na mlikuwa mnaniombea nikufe, na Mungu akaniambia nitakuweka huko ndani wasikuue, lakini nitakubariki. Akaniambia watu ni wabaya, hawakutakia kimazuri. Na akaniambia I built my house that I live in from prison. And yet I was waiting to be hanged. Mashini nikaekelewa juu ya mashini ilinyonge, wakaweka switch ikakataa, mabati ikakataa kufunguka. Na ikikataa kufunguka, kifungu yako imefika mwisho na pia kwenda nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. So nikuje nikibie kwa Harrison na 100,000 nifujie madhabahu ya kushikwa. Nilienda kwa mganga nikachukua madhabahu ya kushikwa. Siku nataka kushikwa, nikakibia kwa mganga hapa Matu hapa. Kwa kimama kinaitwa Kanini. Shaitani hikio. Kikaniitisha 200,000. Na kukubiri, moja ya white na moja ya black. Alafu kimama kikaniambia nikae chini, kikaniambia nitoe shati na trouser nikabaki na underwear. Alafu pale kimenikalisha ni mifupa ya kuku imekufa, mifupa ya cockroach, mifupa ya kila aina ya mifupa iko hapa. Sitakuangalia mpaka mifupa ya nyoka meno inakuangalia hapo. Hao ndio anaita wagwana. Na niliwekelea pesa yako kwa hiyo mafupa. Ujiga. Sema ujiga. Akachukua 2,200. Lakini ile kitu baya inaniumisaka hata si 2,200. Ni ile kitu alinifanyia ni baya. Kimama nakio kiko uchi na kijavaa suruali.
Sasa kinakuja kinazunguka holo kolololololo ya lololo ya lololo. Sasa nimekalishwa hapa hivi. Yele kolololo kinanizunguka alafu kinakuja kinanikalia hapa. Na unaona huyo ni mama mnono hivi. Na unajua hawagi vizuri. Sasa ananikalia hapa hivi. Sasa nikitoka hapa nilikuwa na kitu hapa kama ile ya Waislamu, lakini si ya buraki. Na akanipatia. Sasa kwa hiyo kazi yote amenifanyia, hiyo mituko zote, alinipatia kakijiti kama kidoli. Hiyo ndio nilinunua 200,000. Kakijiti kama kidoli. Nikaambia ukiona polisi unaweka kwa mdomo unatafuna. Unaweka tu hivi. Polisi wanakuwa blind. Bwana asiwe. Ati polisi wote wanakuwa blind. Sasa mimi nikaingia, siku nimeenda na gari yako nisijulikane. Nikaingia kibasi hiyo ya kutoka Matuna huko, zile mabasi zinashukaga hapa bus station. Hiyo si bus station. Inaitangwaje? Country service hapa. Sasa hapo zile mabasi marefu inabebeka sijui watu 40 something. Sasa ni kushuka tu hivi. Askari na ni wa patrol walikuwa napita. Kushuka tu waliniona. Nikaona mmoja amenisalimia, mwingine akaenda kado. Ovaro jaro. Tuko na Waruinge hapa ova. Nikasikia kwa radio, arrest him immediately. Sasa niliposikia arrest him immediately, nikaingia kwa mfuko haraka kakijiti. Ndio wakue bright. The more nilichew, the more they became aggressive to me. Sasa nikaona amekuwa aggressive na bado wanataka kunishika, nikaweka yote kwa mdomo. The more nilichew, wakapiga marisasi juu, pia kudisperse watu, kwa sababu now the dangerous man has been arrested. Nilikaa kamiti miezi 9 bila board. 9 good months. Nikienda kuitisha bodi naambiwa hakuna bodi. Naenda kuitisha naambiwa hakuna bodi. Out of 200,000 na kuku na kukaliwa na mafi hapa kwa kichwa. Sasa hiyo ni kitu ya kuja kutoa hapa shilingi 10,000. Na anasema nataka niombe pastor. Nikuombe nini? You need to sit down nikuwafundishe. These altars have a source. They come from somewhere. Hiyo maneno yote nilifanya, it is not me. They came from somewhere. They came from my parents. It is a family tree that is operating. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilianzisha Mungiki na ikakuwa kubwa. My grandfather is the founder of Mau Mau after they were taken to huko Bama kupigania Muingereza na Muitalia. Hapo ndio walijua kumbe mzungu anakufaga. Kwa sababu huko waliambiwa wagoge Muitaliani. Hawakuwa wanajua tofauti ya Mtaliani na Muingereza kwa sababu wote ni wazungu. Akafanya hivi, akaona kameruka juu, kameanguka chini. Wakauliza huko watu ni makuaga. Because wakiwa Kenya walikuwa wanajua mzungu hakufagi. Hata wakapa walikuwa wanasema mzungu no tangai hakufagi. So they knew these people are closer to God than us. Therefore they will not be able to, they can't die. Wakati waligoga wakakufa, wakakuja hapa Kenya wakasema na nyone mko menya. Wakagoga mzungu mmoja akakufa, wakagoga mwingine wakakufa. Hapo ndio Mau Mau ilianza. Wakajua these people can go home. Bwana Yesu asifiwe sana. So they made altars and they made words and things that happened. Therefore these things that happened, they are the cause of what transpired much later. Huyo mzee, wale wamesikiliza, mwende msikilize hiyo Saimokei. Utasikia kuna wasee kama huyo, huyo mzee ni mzee kuliko huyo. Sasa ndio walilani wakasema watoto wa wale walikuwa home guards wasiwahi faulu. Na ma home guard na kila kitu wasiwahi faulu. Sio to the 4th generation, endless generation. And no wonder nimetafuta. Na aliniambia kaenda fanya research. All those who are home guards, wale walikuwa gati, walikuwa nauza wa Kikuyu, all of them now are dead. Akina Mishuki, akina Mjeka Karuga, akina wanani. Na mali zao zote kuna kitu imebaki. Na watoto wao wanakunywa chang'aa huku wakiobaoba machang'aa. Those tycoons, now their children, they are suffering because of one man or two men. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa nataka kuwafundisha kitu kingine, lakini kwa sababu nimeingia huko, wacha tufundishe kitu hii. Fungueni kitabu ya Ezekiel. Nishafundishana hiyo, lakini sijui ni kwa nini imekuwa directed towards that direction. Maybe there are people who are in that direction. It's always good to listen to the Holy Spirit. Where he's directing you. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana.
Najua mnaniangaliaga mpaka mnaona ni kama ninakaa robot, lakini msijali. Mnivumilie tu. Kwa sababu hii safari tunaenda bali. And expect to see me longer. Mu expect kuniona a little bit longer. Hii Afrika Kenya tunakonga. Tukienda Murang'a hii tunaenda tarehe 4 na 5. Tukitoka Murang'a, life will be not the same again. Tunakonga Kenya, tunaingia Uganda, Tanzania, tukonga tushike Afrika, East Africa, tushike Africa, tuende Europe hiyo wanasema, tuende America hiyo wanasema. We will preach the way we are preaching here. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tutakonga. Me, I'm not a failure. I'm not a failure. I perfect in my field. Sidio? Simunanijua tu. Hebu tusome. I don't know why, like maybe you are here, this message is for you. I had not planned for this message. But because nimekuwa directed towards that, and that I'm a listener to the voice of God. I'm a keen listener. That is why mulishidwa. Kuna mapasta wengine hapa Thika walinitengeneza, walienda wakaniombea. Sijui kama mlikuwa kwa hiyo intercession. Walikuwa wananiombea nikufe. Wakaomba nikufe, wakaomba. Alafu sasa domireli ya definer ikakuja ikasema sasa muende mtengeneze coffin. Muweke picha yake, mfanye matanga na mazishi uzuri. Wakaenda na wakanizika. 2 days later mmoja wao akakufa, high priest wao akakufa. 1 week later huyo mwingine akafanya accident mpaka saa hii hanaga mikono. Hiyo ingine wote wamekufa, all of them. Wale walinisika. Sasa wakaenda wakauliza. Hapo nikipita kwa barabara makanisa yengine mingi walikuwa wananiombea. Kuna mama alinipatia ushuhuda jana, nilikuwa Thika, akasema najua mimi nilikuwa kwa hiyo group ilikuwa inakuombea. Sasa siku moja baada ya kukuombea 1 month tulikuwa tumepatiwa 30 days utakuwa umekufa. Sasa baada ya 31 day tulikutana na wewe Thika. Pale inaitwa December Hotel ukikunywa chai. Nikaulizwa kaka hiyo yule kakiigua kama hoya mareko. Akwa mudo yalio moyo. Yaani huyu Mungu anasikia kama ombi gani? Na jamaa bado talipo tumevuka. Yaani mlikaa 30 days ya ngaragu mkijaribu kuombea mjamaa akufe. A man who has a purpose and a mission on earth, you can never joke with that man. Don't even dare. You are wasting your time. Until the mission God has given me, that is when you will be able to touch me. But for now, ngoja miaka ingine 100 tutakuwa na nyinyi tu hapa kama mtafaulu. Nikihubiri miaka 100 ya kuhubiri na sitafugwa daipa. Hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hi, how are you? Mtu wa macho ine. Bwana asifiwe. Kuja ukae pale. Wamekufinya sana, kaa pale. Ninaona unahitaji msaada wa haraka sana wewe. Watu hawa wamekukalia na majini. Hawatakuweza tena. Yes, tusome Ezekiel 16. And again the word of the Lord came to me. Son of man, make known to Jerusalem her abominations. Son of man, Ezekiel 16 from verse 1. Son of man, make known to Jerusalem her abominations. Can you put your word, your name? Sema, son of man. So uweke jina yako. Son of man. Sema tu son of man. Tukifika kwa Jerusalem uweke jina yako. Son of man, make known. Nani? Sema wewe. Make known Waruinge to know his abominations. What are the abominations? Ni matokoya, mashida zako. What the challenges you are facing. I make you know what is making you to suffer. Bwana Yesu asifiwe sana. I make you understand the kind of the life you are facing. This is the kind of why you are facing what you are facing. That is now, tuko kwa class. Then, akasema, and say this. Thus says the Lord God of Jerusalem to Jerusalem, your origin and your birth are of the land of the Canaanites. Your origin and the birth are the land of who? The Canaanites. So that is one cause of your problem.
ate mugunda uria muikarago naguo iyo shamba munakuanga nao is the cause of your problem. That your origin and your birth are of the land of the Canaanites. Now, Canaanites is coming, the Canaanite is a name that emanates from the name Canaan. Canaan was a son of a man called Ham. Ham ndio alilaaniwa kwa kuona uchi wa baba yake. Lakini kwa sababu hangeguzwa na laana iliruka kutoka kwake ikaruka kwa mtoto. Kwa hivyo huyu mtoto Canaan ni mtu alilaaniwa na ni mtu aliishi katika laana. Kisha Jerusalem, Canaan akapata shamba kubwa kama hili, akalinena jina lake, ama he bought that land under his name, meaning the entire curse ambayo alibeba kutoka pale imekuwa transferred to the place where he went. So the name Canaan was given to the land because Jerusalem is built on a land that is named after Canaan, the cursed man. Bwana Yesu asifiwe sana. Could it be the source of the land of your father be the problem you are facing? Do you know how your father occupied or got the land uko mumezaliwa kwenu? The name of your area. Kama sasa ukienda huko Kirinyaga kuna mahali wanaitanga Kiangoma. Kechagi? Kiangoma. Do you expect any blessing in Kiangoma? Bwana Yesu asifiwe sana. Nairobi is named by the Maasai, meaning cold water. Nairobi Engari. The Maasais were the first people to land in Nairobi. And they named Nairobi after them, after offering a sacrifice. Wherever Maasais go, they do a sacrifice. And they own. There is power in the name. Bwana Yesu asifiwe sana. When they came, they owned Nairobi as cold water. Until today, Nairobi is a Maasai name. You go to Nakuru, Nakuru is a Maasai name. Nyahururu is a Maasai name. Tala, apa Kangundo, Kangundo itself is a Maasai name. Nyeri is a Maasai name. Kiambu is as a result of the Maasai people. Now, let us not go there. Look at your Nairobi. Where we say, you're a Kikuyu. Unaweza beba njora? Utashikwa na polisi. Lakini Masai anabeba mkuki na njora na kisu na anatembea kwa barabara kama amefuga shuka. For them it is culture, but for you it is a weapon. Why? The name of the town, it is theirs. So the altar that it speaks for them. Kuna huyu Masai anaitwa Oledima, Olekina. Anaendega parliament with a shuka. Nobody can question him. Wewe Mkikuyu fuga shuka ya Wakikuyu, utatolewa na sergeant at arm. Why? They own the city. Wamasai saizi was parking, ng'ombe za Wamasai zimepita hapa, zimeenda kukula huko jani. Enda ulete zenu Nairobi. Zinaenda baka kwa Sakaja nje, nobody can touch them because this is their own land. The prayer that is done in parliament is done in Maasai and in Catholic and in Protestant. Why? They are enshrined into the ownership of the city by what they did, by giving Nairobi a name and raising an altar of Nairobi. So, your path and the origin is of the land of Canaan. Canaan is a cursed man. Therefore, your tribulation starts from there, begins from there. That you are operating under a land that is cursed. Bwana Yesu asifiwe sana. Then come number 2. Number 2, the Bible says, your origin and your birth is the land of the Canaan, and your father was an Amorite, and your mother is a Hittite. Why? Why would they want you to know that your father is an Amorite, and your mother is a Hittite? Because there is a history behind your father and your mother. In the Bible, the Amorites are the people who rejected God. The people who are fighting against the men of God. So they were bad people in bad records, people who tormented the children of Israel. Therefore, your father is a hater of God. So he might be ni muganga ama alikuwa mchawi.
and your mother is a Hittite, na Wahiti walikuwa wachawi na waganga na warogi. So your father is somebody who hated God, and your mother ni mchawi, mganga na mrogi. And your land is you are operating under a cursed land. Now you have been born out of the three: land, your father, your mother. Who are you? You are an atomic bomb. You are a combination of three. Sasa mchawi mkubwa ni wewe, unakuja hapa kutuhubiria ati wewe ni pastor, na kwako nyumbani kule umetoka, you've come from the ground ya wachawi. Wewe ni Mkristo, umeokoka mrokole, umeokoka mpaka kila mtu ameokoka, yani umeokoka mpaka umejifuta jina kuokoka, imekuja in opposite direction venye umeokoka. But ile shida inakukura mpaka unasema kama Wakikuyu wenye anasemaga anakolia ugwali kayari ogeteine kayoreko urarire ngaragu urare nyumba yako imefungwa, watoto wako nje, hauna chakula, alafu unasema Mungu amekalia kiti. Ni Mungu gani huyo? Huyo mpeleke kwenu, hiyo peleka kwenu, hiyo peleka kwa dustbin. I cannot entertain such a God. Yani unalala jaa na Mungu alisema I'm going to bless you. Mungu anasema I'm going to give you. Mungu anasema he has given you dominion. That's Genesis 1 verse 26, 27 and 28. I've given you, see today I've given you dominion over everything that is on earth. And I tells you to subdue the earth. Alafu wewe lale jaa siku 5 siku 6 nyumba imefungwa na madharau ile unafanywa na Biblia unabebeka kubwa kuliko hiyo kichwa yako. You have a serious problem. That is not God. Ateka yari ogeteine. Hiyo Mungu ya Wakikuyu wageteine, wachana naye. Mungu ni yule anaitwa Mungu. Wacheni Mungu. Aitwe Mungu. Wacheni Mungu. Aitwe Mungu. Kwa nini? Kwa sababu we have a testimony of our God. Wherever the children of Israel went, they were in the desert, they were suffering because of their mistake, but God provided. They were in the wilderness, suffering because of their negligence, but still God provided them with manna. Ni wapi umesikia wana wa Israeli walilarukiwa na nguo? For the 40 years. There is no complaint about clothes. There is no complaint about housing. There is no complaint about food. That is, ukajua, ukiona kwako umekosa chakula, si Mungu, ni shetani. Those are provisions that God must provide you with. Wana wa Israeli mahali popote walienda walipata chakula. Manna dropped from heaven. They had the housing and they had the clothes. Walisema nguo zao hazikuraruka. Bwana Yesu asifiwe sana. So once you discover this is the situation I'm going through, this is what happening. Wahiti na Waamori walikuwa wanapinga Mungu. Kwa hivyo walipigana na watoto wa Mungu. Therefore the mother and the father is the cause of some of the problems, because baba yako alikuwa mganga na mama yako alikuwa mchawi. So who are you? Umelelewa in an altar. Kwa hivyo shamba, it is an altar ya laana. Number 2, your father himself ni mganga, is an altar. Number 3, mama yako ni mchawi, is an altar. Ni mama ametoa mamimba na ameua watu na amefanya kila kitu. Those are 3 altars operating in your life. Bwana Yesu asifiwe sana. Now come the other one. The one says that, and as for your birth, on the day you were born, your cord was not cut, nor were you washed with water to cleanse you, nor wrapped with salt, nor wrapped in a swaddling cloth. When you were born, your cord was not cut. What is the meaning of cutting the cord? It is disconnecting you from where you've come from, so that you can begin your life. Meaning, when you are born, your cord that links you with your mother and your father and the land you are born has not been cut. Meaning, every curse associated with these 3 will forever walk with you. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo imewachanganya kidogo, si ndio? Hamjazoea hiyo. Mmezoea pokea. That the Lord is going to provide. That the Lord is going to do, amen. That the Lord is going to change. The Lord is going to die. Hiyo mmezoea hiyo. How can a Lord provide in an abomination? He is telling Ezekiel, let
Jerusalem know her abominations. Let Jerusalem understand why they are suffering. Let Jerusalem know the cause of their problems. Is it not God that is speaking this? It is God telling Ezekiel to go and tell Jerusalem why you are suffering. Hallelujah. Mpaka hapo tumeelewana. Tuko sawa. Mpaka mama amejishika hapa. Ameona shamba ile yao iko na shida, si ndio? Hiyo shamba yenu iko na shida. Venye ilikuja kwa mikono yenu iko na makesi mingi. Ni kweli? Yes, I can see. That is a problem. So do not be in a hurry ya hii mahubiri ya pokea shamba, pokea where the ground has to be made for pokea hiyo. I have to teach you vizuri uelewe. Ukienda kwa mwili ama kwa ule mwingine kupokea, utapokea kwa urahisi because the ground is fertile. But before you unravel that ile shamba baba yako mumejeka ko mwetaka kwanyu ne mutugoda watu unyaneto kuma kuri andu ange, there is no blessing you will ever get. There is no blessing. Kama mama yako alitoa mimba, there is no blessing of the rest of the siblings. Your mother might have done 3 abortions and na akazaa nyinyi. Sasa wewe ulizaliwa but your mother alifanya abortion 3, nyinyi mkazaliwa. Do you want to tell me mtu hakufangi, mwili ndio inakufa, the spirit remains? Uko twana tu waekilia abortion wako na wanaendelea kukua. In fact ndio wakubwa wa hawa in the spirit wanaonaga hawa wengine wakienda kupatiwa kitu wanakuja wananyang'anywa. Wakipelekwa shule wanashikwa na kikitu wananyang'anywa because they are rivaling this physical children ambao wana exist. Hello? Hiyo sasa imeleta shida. Sasa umeanza kuhesabu dute 3 ugo kwenda marivals matatu. They are still alive because it's the body that goes, but the spirit will remain. And the spirit will grow. Just the way these others that are physical are growing. And as you know, watoto umesomesa mpaka form 4, mpaka university, end up unakuta mtoto wako alibadi the day alimaliza ama akiwa university alipata degree mzuri lakini amegeuzwa huko nyuma na kavaseline. Anafanywa kwa kasi na huko nyuma. Na muuliza, my son, when are you going to get married? Anateremsha miwani na kuuliza, mom, what is married for? Marriage is for what? I'm going to adopt a child. Sasa unashidwa, yeye anashidwa. Yeye aliadabutiwa na amefanya degree. Kuchugusa kidogo unamkutulia na kakijana kwa bedroom. Mami, ukigwa tamurugu. Uliodomithetie ginya form 4, wedete ukedia goko, ukathi marigiti, unafanya kazi yote. Unamkuta ako na kijana akishika. Na kuonyesha, this is my wife. Ni wale watoto ulitoa ndio wamepeleka huyu. Wanataka hata huyu aharibike venye uliwaribu hao. Abia neighbor, kama ulifanya hivyo anza kurepent. Sasa usitafute makosa ingine. Wacha hata kutoa sadaka. Wachana na sadaka. Either address that issue. Go away with your money. Go address that issue because that is the cause of the problem you're facing. If your mother ever did that, that's you are suffering. Life becomes locked because there is a blood that is crying. When Cain killed Abel, God came asking, where is your brother? Cain asked God, am I the keeper of my brother? Then God did not ask him the next question because he told him what is happening. He told him the blood is crying. So that blood that you shed is crying. That innocent blood is crying. It's still crying. You need to talk to that blood. Bwana Yesu asifiwe sana. Are we together until hapo? So that is the kind of the challenges that we are facing. And even in these marriages that we have. Are you married? You divorced? Are you married? Are you married? Are you married? Don't point, usilete hiyo kamera huko. Angalia huko.
Let me ask you a question. No microphone. Let me ask you a question. Did you go through school? Primary school? Primary school? Secondary school? Primary school. Ukiwa primary school, did you have a boyfriend? Boyfriend alikujia wapi? Ukiwa nje huko. Huyo alibreak virginity. Ndiye alikuoa. Uliolewa na wangapi after the first virginity? Wawili. Huyu wa kwanza na wa pili, watatu sasa ndio bwana. So when you had the first man, he was your friend, and you promised him mayaka idiga autiga, and he broke your virginity, you damu ilimwagika. That is a covenant. Wherever there is blood involved, that's a covenant. So this man, you did sex with him, and you spoke nice words with him, and you promised him heaven, and he promised you heaven. Now you dropped this man of the covenant, you went and picked another man who is not of that covenant, who is the rightful husband between the one you have and the one that broke your virginity. Who is the rightful husband? In heaven, the one that is recognized ni yule alivunja virginity yako, and the one that you made vows to. God is a promise keeper and a vow keeper. Yes? What if? As long as the blood came, whatever was recorded, it is that. Do you understand? That's why we have the blood as a covenant. That you see God is asking Cain, where is your brother? Because the blood is crying. That is why the blood of Jesus will set you free. The blood has the power of a covenant. If you want to go join Illuminati, they will ask you. They will ask you for your blood. Udungwe, uwekelee damu yako kwenye karatasi ya white, kisha there is words you will say. Then they will use that as a covenant. It is by the blood. Wakikuyu na wazee wa zamani walichinja mbuzi, wakapatia ngomi blood. Bwana Yesu asifiwe sana. If they want to do a sacrifice, a human sacrifice, they will kill you because the blood in you, that is what is wanted. In blood there is life. In blood there is power. In blood there is the glory and doom. So the man or the woman that you had sex first and you made vows, and still this person, you've never gone there to cancel it, that is the recognized man. And that's why we have divorces. Because that vow you made, it is still complaining and is still in place. So before you make any move, you come to the altar and break previous moves. Before you move from that church that you began, ile kanisa ulianzisha, kule ulienda Anglican, ama ulienda PCA, ama ulienda Orthodox, ama zile kanisa za mwanzo, si ndiko ulizaliwa na ukapelekwa na ukakuwa dedicated in that altar, na ukatolewa sacrifice in that altar. Then kwa ujuzi wako na masomo yako, you moved, ukaenda to another altar. Which altar is speaking in your life? Yeah? The first altar. That is why you are moving from one church to another church, and no altar will feed you, because altars are supposed to feed you. The one where you are dedicated and the sacrifice was done, that still holds you. You need to go back there and raise another altar, disconnect yourself from it to connect yourself to another. But because mumiokoka na nyinyi walokole, you can move from one church to another church and there's no problem. That is the problem.
That is a huge problem. You have gone to 10 churches. Kila church umetoa sadaka ya kujishikanisha na madhabahu. Kila church umeenda, kwanza kuna ile ya kwanza umekuja umejiekelea zingine. That is why you cannot survive. Hello. Kai mwetelele pokea gari. But this is what is going to make you pokea gari. Once you understand this, the problem in your life will come to an end. Once you understand that I have a mistake, there is an altar that speaks into my life. Then that's the altar that gives you. An altar is an encounter with God. An altar is a place where we have a spiritual encounter, either with God or with the demons. Altar does not, being a Christian does not mean that you are above the altar. Abraham was asked by God, bring your son, give me your son. And when he brought the son, yes, he was about to kill the son, and the son had asked him, I can see kuni, naona kisu, naona moto na kiberiti, where is the buzi? He said what? God will provide. As he was about to cut, God tells him, look behind you, there is a kuna mbuzi. Bwana Yesu asifiwe sana. When you raise an altar and sacrifice on that altar, there's one thing that happens in your life. God appears. When Solomon went to Gibeon and offered a sacrifice of 1,000 bulls, once he akateremuka kwenye chini, pale alienda kulala, God appeared to him. When Isaac did the sacrifice on the altar, God appeared to him. When Jacob did an altar, God appeared to him. And when God appears to him, he comes with a promise. The one encounter you need with God comes with a promise of God. Any encounter with God, you only need one. One is enough. Abraham met God once. And God told him, angalia tazama mahali macho inafika. That is where you belong. You are the father of faith, the father of people, the father of nation, yet he didn't have a kid. Bwana Yesu asifiwe sana. So once you have an encounter with God, that is all what you need. Learn to give sacrifices, not offering. Learn to know exactly after breaking the altars that are speaking in your life, then raise your own altar. Gideon in the book of Judges 6, somebody open Judges 6. In the book of Judges 6, Gideon was complaining, is it Gideon? Yeah? Yes, Gideon was complaining because they knew they had a huge God, a big God. But the problems that we are facing was so huge that they did not understand. Why are we having this problem? Judges 6 verse number 1, the Bible says, the people of Israel did what was evil in the sight of the Lord, and the Lord gave them into the hands of the Midian 7 years. The children of Israel did evil. So your problem, the evil that is new in your parents, in your society, can cause God to hand you over into the hands of the what? The enemies. The children of Israel did evil. Therefore, they were handed over into the hands of the enemy for 7 good years. What is this evil? The evil was when they were sent from wherever they were sent from, God told them, do not go and intermarry. Do not go and join them. Do not go and do what they are doing. Never do them. Go do what I instructed. Never interact with them. But the father of Gideon, called Joash, built a Baal altar that people worshipped. So when Gideon walizaliwa, walikuta kuna church, kuna madhabahu. Wao walifikiria it is madhabahu mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwao watoto walizaliwa wakijua this is what God is. But it's only Joash, the father of Gideon, who knew hapa hakuna madhabahu ya Mungu. So maybe your mother, your father, your grandfather, your grandmother ni wachawi na ni waganga, lakini mliwakuta wakifanya kazi na wakienda PCA, wakienda Anglikani, wakienda independent, but inside them wamebeba uganga.
lakini waliokoka na wamekupeleka kanisani, lakini uganga hawakumaliza. Wamechanjwa, ulikuta umechanjwa na ukaambia ni kulingana na tabia zetu, ni iko wadhi na bena ushoga. Akafikiria ni tabia zetu. Because you found this is what we do as a family. They found this is what we do as a community. So you cannot question it, because that is what you found. Until you are told this is the problem that is facing your family, you will never know, because your father is a man you trust. Your mother is a man you trust. Your grandmother ni mtu unampatia heshima yake. Until you sit down to know that Gideon alikuwa akauliza wakati malaika alimtokelezea, akauliza huyu malaika, na ni kwa nini shida tuko nazo? Where is this God that helps our fathers come from the slaveryness? Where is this God of Abraham? Where is this God of Jacob? Where is this God that helped us? He was speaking to the angel. And the angel told him that this war, you are going to win it. Remember, Gideon had prepared 32,000 men to go and fight the Midianites. And these people were supported by the Amalekites and the people from the south. These people feared, the Israel people who are known and feared, they worked in caves, they lived in caves. God will terrify you if you misbehave. He will make you be terrified until you see a lizard, you run away from it. These mighty men of God used to live in the caves. They will work in the night because the enemy will come and take everything from them. Until the angel of God came and revealed himself to Gideon and told Gideon, this is war, you're going to win it. It is not a matter of 32,000 people. It is a matter of you are going to win. And when he discovered this is the angel of God, Gideon ran into the house. Akachinja mbuzi na akachukua mkate. Akaambia malaika ukae hapo nikuje. Akakuja na mkate na mbuzi. Akawekelea hapo, kisha mkate huo. Malaika akainua mkwajo wake akaunyoshea. Ile dhabihu ikachomeka. Ikakubalika kule mbinguni. And that was the beginning ya Gideon na wana wa Israeli kufunguka. After that, the angel disappeared. God entered. Bwana Yesu asifiwe sana. The day you are able to do your personal sacrifice towards God, the eyes, the inner eyes, the spiritual eyes will open up and you will start seeing things you've never seen. You will start seeing that it is your mother who is the cause of the problem. You will know your father is the cause of the problem you're facing. Yet you've been fighting people around. Ati hapa kuna majini, kumbe your mother aliende na kuwaka na majini. Na kanisani ndio Mother Gideon ndiye amefuka kitaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Had I not, kama singepatana na Bishop Harrison Ng'ang'a nisaidie kujitafuta, ningekufa. Na ndio nilijitafuta nikajikuta kwa General Waruinge. And from there we did sacrifices. We demolished the altars of that man. Now once we finished 3 years ago, nikatengeneza crusade moja kule Morem. Nikaita wachungaji wote wa huko. Sasa nataka kuonyesha madhabahu. Nikaita Harrison yakuje. Wachungaji wakiongozwa na yule unaona pale. Tukapaga na wao wachungaji karibu 300 Israel mzima crusade. Ikavuma vizuri. Lakini siku ya kwenda crusade, wachungaji wale tulikuwa tuna the internal committee ile kabisa walikimbia polisi. Wakaambia polisi huko na ni Muislamu. Waruinge nataka kuanzisha mokeke. Na tumepanga from A to Z. Tunakaa kwa kanisa, tunapanga kwa kanisa na kila kitu we organize openly. Lakini I was not allowed to do it. Tulikuta polisi wengi kuliko raia kwa kiwanja. Imejaa na imekuwa sili. Nimashokirie pesa zako. Yule headmaster sio ndio pesa zako. Nikakataswa. Nikarudi tena kwa Harrison. We were to do it with Harrison. Nikarudi kwa Harrison nikamwambia kuliendaje? Akaniambia sasa kuna kitu hukufanya. Inua madhabahu hii. And then we did it. Tukaenda Jakarada. Sasa tulienda? Itakwata? Hapo Maisa. Tukafanya vizuri na uwanja ukajaa. Kumbe hawa mapasta ni Mafarisayo na Wasudasi. Mungu wako anataka niende na wao. Why was I doing that in Islands?
Wakati nilikuwa Mungiki, hiyo shamba yote ilikuwa ya watu wanaitwa Kiambu Dandora. Nataka nikufundishe sasa uelewe, nataka uelewe power of an altar. I took this land from Kiambu Dandora. Lakini how did I take it? Tulichukua mambuzi, tukachinja. We raised an altar. Tukachanganya damu ya mbuzi na hiyo mchanga. Hao wazee wote walienda bila kuambiwa. Nikakatakata hiyo shamba yote, plots zote ni mimi nilikatakata na nikapatiana certificate. Go and look at the certificate, uone signature ni yangu. Hizo mashamba zote huko ni I am the one. Hata hizo makanisa zimejengwa kwa madhabahu yangu, because niliinua madhabahu ya mbuzi. Nikajenga manyumba na makanisa hizo zote. That is why the pastors were resistant. Kwa sababu walisema ati nikivuja hiyo madhabahu, that is what they said, nikivuja madhabahu ya Mungiki watanyang'anywa plot. Kwa hivyo they are comfortable being Christian under the madhabahu ya Mungiki. Bwana Yesu asifiwe sana. But what did I do? Nilichinja mbuzi. That's why I'm saying the power of the blood. It doesn't matter ama ni ya kuku ama ni ya whatever, hata kama ni ya cockroach, as long as imemwagwa with a reason, with a spiritual reason, it got power. And because you don't know na wewe umwage, you will be defeated. Mimi nilienda kwa muganga na wewe ukujua nilienda kwa muganga. Wewe unashidaka hapa pepo ishidwe. Mimi nilienda nikatoa 200,000 kwa muganga. Unafikiri utanishida? Hata uokoke kwa miti. It is me na madhabahu imeinuka. Wewe ujui. Wewe unanganganaga tu. Hola tetere wewe. Keteri yako. Bebeberi na ke. Sasa kwa sababu ya kuomba sana, unakuta mtu ameomba mpaka sauti imepotea. Anasema na saa hiyo kumbe saa hiyo na make noise. Ndio malaika ametumwa akuje asikie Amerika. Ndio sikilize Amerika anaitana. Kufika huko unakuta sauti ilipotea, umefika Katoroni sauti imepotea mpaka sasa. Umeamua sauti ile utatoa ni moja continuous ambayo Mungu atasikia na amesikia. Asikia, Lord, 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 Lord. Yes, unasikia ni Lord. Lakini malaika amekuja amesikia akirudi huko nasikia. Nini naliaga hivyo? Sinipuda. Hata akikuja akikataa kushika message mzuri ile nafanya, anarudisha kule bikuni kusema nimeenda huko lakini nimesikia tu ni puda zilikuwa huko bili. Unatoka Katoroni bure. Kwa sababu ni puda zilienda wapi? You didn't know how to communicate with your God. You didn't know how to get it. Bwana Yesu asifiwe sana. So until you are able to understand how you can link up with your God, how you can link up with what God wants you to do, that is the time you'll be able to conquer the demon that speaks in your life. Until you understand what kind of an altar that is operating in your life, that is the only real time you'll be able to conquer, because you'll be able to deal with that altar. Until Jerusalem, they were told, go tell Jerusalem her abomination. Wacha wasi complain huko juju ama kukimbia huko juju. Shida yao ni shamba na baba na mama. So address those 2, 3. Once you address the shida iko. Sasa hawa jamani nikaenda nikamwambia hapa modem. Nikaambia mapasta kujeni, I am the one. Hii yote ndio mnaonanga mabazi kuna customers nyingi kuliko nyinyi. Kwa sababu utakuta kuna bara ini moja iko na baa karibu 50 na zile magari zimepakiwa hapo ni Marejirowa na Mercedes na magari kubwa kubwa. Lakini ukiingia kanisa, ukipata kanisa iko na baiskeli. Leo ni mtu umetoka bali. Kanisa yenye iko na baiskeli. Watu wote ni maskini. Watu wote wako huko. Ile pesa yote wakicheka sadaka ile wanatoa sadaka. Ni customer mmoja kwa kabaka moja. Ile amenunulia, patia wale chupa 2, patia huko chupa 3, patia yule kitu anataka. Mbona nani hata? Ndoke yao mshuva. No kile waita, patia huko. Ukisakanya hiyo pesa yake ile amespend huko, ndio tunatoka kanisani. Sasa nikawaambia hiyo siri, nikawaambia, ni mimi nimekamata wapi? Ni mimi nimekamata hapa. Kwa sababu nilichinja mbuzi. Na hii kanisa yako umeijenga juu ya madhabahu yangu. Kwa hivyo kanisa yako iko chini yangu.
That's why you can see na drive magari kubwa kubwa. Kwa sababu zile sadaka mnatoa, ukitoa sadaka itakuja kuni benefit me in the spiritual realm, because I'm the owner of the altar. Bwana Yesu asifiwe sana. So I told them, they refused because they wanted the comfort. They didn't want to give out this land because ni kama walijua nikipatiana, nikifanya hiyo sadaka, nikidisown, nikate hiyo power, nikate hiyo altar, it means now they will be free and the owner will come in. They said no, wacha tuendelee kukaa hivyo, Mungu atatusaidia huko mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Ende uangalie watu wa Morem wote walijenga manyumba na loan on a certificate they got from the bank. My signature was able to give them a certificate, and the certificate was able to give them a loan, to secure a loan certificate. And neighborhood Dadora hawajai kujenga because they have titles, legal titles. No, they have certificate also. Wakati walipeleka kwa banki waliambiwa you have to come with a title. Lakini hii ya Waruinge ilienda banki na ikasecure title. Why? The power of the altar. The land on my side was secured on an altar, while the land on the other side was not secured on an altar. Bwana Yesu asifiwe sana. So this altar gives them power, leeway to access anything on earth, because the altar is strong and powerful. Remember wakati walikuwa nang'ang'ania mashamba wakichinja mbuzi, watu walimwaga damu, walipigana, meaning the altar was even strengthened. So that is what I had gone to Israel kuambia kuna kitu hapa hamutafaulu until I come and cancel what I did. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati walitungamanyana nao, Mungu akaniambia you are dealing with the Pharisees and Sadducees. So get out of them. Mungu akanipatia direction nyingine. Nikaenda hapo umama ground na tukafanya crusade much later. Harrison alikuja na akapokea sadaka. Na 1 month later Uhuru alifika huko na akasema atapatia watu title. 1 month later. Na watu wote walikuwa wameandika maloya, wamefikiria kitu wakitafuta title na haiko ikipatikana. But once we did that, 1 month later, na title zao ndio zimetoka, za dola za zamani bado hawajapata. That is the power of the altar. That is how the altar can destroy you. That is how I can contain you in my altar and continue suppressing you. When the Muzungu came, wakati walikuja kina Dr. Kraft, walikuja na kanisa tofauti. Na hizo kanisa ndio walitumia kama altar ya kushika inchi. Kulikuwa na Presbyterian, kulikuwa na ACK, kulikuwa na Methodist, kulikuwa na SDA. Bwana Yesu asifiwe sana. Presbyterian wakaambiwa shika Wakikuyu, na wakashika Wakikuyu, na ndio kanisa ya Presbyterian imejengwa na misingi ya kiutamaduni wa Kikuyu, wazee, inaongozwa na wazee. Kwa sababu waliambiwa nenda na muingie na culture yao muwashike. Wameru nao wakapatiwa Methodist. Wameru ni wangapi hapa? Meru people. Wameru wakaambiwa nenda. Methodist ikarushwa Meru, ikakamata Wameru. Ukienda Methodist enda ukae ndani ya kanisa Methodist, unaona ina behave tu kama Wameru. Wakisii na Wajaluo wakapatiwa ACDA, wakakamatwa na ACDA. Wakamba wakashikwa na AIC kwaya. Bwana Yesu asifiwe sana. We were subdivided into regions because walitukamata. Alafu wale viongozi wa Kikuyu walikuwa akina Wayaki Wahinga, wale walikamatwa wakaingizwa ndani ya Freemason. Kisha walipotaka kututoa kwenye mkataba wakauliwa. Wayaki alizikwa kama ameinamishwa hivi because he was the owner of ndiye alikuwa ameshika hiyo altar wa Kikuyu wakiwa na wengine. So they dealt, before the colonialists dealt with our land and with our sovereignty and with their culture, they dealt with our altar first, because that is where your power is. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wamebarikiwa mpaka hapo tumefika? Sasa nataka kujua, genuinely uinue mkono yako vizuri. Wangapi wamekuwa confused kuliko venye walikuja hapa? Inua tu mkono yako. Wangapi wamejiona kwa hiyo mafundisho ya leo?
umejiona I'm fixed, niko hapo, shida yangu ni hapo, pokea muujiza. Hiyo ndio muujiza yako. Sasa anza safari ya kujinasua, ujifugue. Sasa mimi nilienda Israel, nikavugua Israel, nikatoka hapo nikaenda kule kwingine. Sasa naenda Murang'a kuvuja madhabahu ya Maumau. Bwana Yesu asifiwe sana. Because I know how Maumau powerful it is. I know the problem ambayo tuko nayo Kenya hii ya Wakikuyu sana ni hiyo muuma ya Maumau, ni hiyo kiapo ya Maumau, hiyo damu ilimwagika ya watu innocent. That is what is eating, because the blood is crying. Watu wa mimba ndio nimewaangalia, nimewahesabu, nimeona ni watu 12 hapa, na wote wameshikwa na husuni, na wamepiga picha wakaona na ni masiana siako. Haleluya. Kuna swali? Mimi nimpenda kuuliza swali. Mpatie na microphone pale. Question quickly. Haraka haraka ndio ule pale. Inua mkono juu, simama juu. Praise God. Mimi naitwa Shuko. Pastor, niko na swali. For example, nitoke nichukue safari niende mbali. Na nipate kanisa, sababu siwezi kuwa ninakuja Kenya kila siku kuhudhuria kanisa. So tithe yangu nitatoa huko kwenye niko, ama nitakuwa natuma kwa hiyo kanisa yangu ya nyumbani? Where originally you have a spiritual father. That is why it is very important for you to have a spiritual mother, okay, or a spiritual father. Oh. It is only your spiritual father who is entitled to eat your money. Okay. Umenielewa? Yes. Hata ukienda America, kama ulikuwa na spiritual father ni Waruinge, tithe rudisha hapa, kule toa offering. Okay. Yes. Thank you. Tuendelee. Swali lingine? Bwana asifiwe. Amen. Naitwa Jane Moiro. Nataka kusatu swali moja tu pastor. Okay. Nilikuwa ACK kitambo nikiwa mtoto. Okay, wewe ulikuwa unaenda unabatizwa huko, unaenda. Shika microphone vizuri. Ukienda huko unoke napelekwa na parents. Na ni kitambo sana when you were primary school. So you have to go back there. ACK is an altar. Okay. You are committed there. Yeah. That is where your spiritual being is held. Okay. So you need to go there. Any church of ACK, yeah, give a sacrifice or an offering. Okay. Yeah, could you disconnect? You don't need to tell anybody. Okay. Just give it, disconnect yourself in Okay. the spiritual realm. Thank you. Another one. Let Pandi. Praise God. Yes. Me naitwa Eunice. I'm from Germany, Pastor. I think we have talked. You are the Eunice? Yes. Yeah. Are you blessed until hapo tumefika? Yes, I'm blessed. Yeah. So I just have a question. Hii ya watoto sasa. I'm with my son here. Yes. I think I told you, I give you the story. This is the son. Yes. Okay. Sasa nilikuwa nauliza, nikitaka kumconnect kutoka kwa my ancestors, because I think disconnect. Yes. What kind of a covenant, or what am I supposed to do? It is to cut the umbilical cord. And how do I do it? That's you give my a sacrifice. question. God will speak to you what kind of a sacrifice you'll give to disconnect him. Okay. And because you must have to understand what are you disconnecting him from. Because he is connected to your grandfather or his grandfather through you. Yeah. So if he's facing a problem, it is you. If he's smoking banky or drugs, it is you, not him. Because in the book of Deuteronomy, the Bible says, I'll bless the fruit of what? My womb. So if your son is misbehaving, don't look at him, look at yourself. Okay. You are the cause of the problem. And that's now So my the question. things you did are the one causing the problem to him. So it is you to give a sacrifice for yourself. Okay. Just like Gideon did, he rushed home, came up with a mbuzi
na mkate for he gave a sacrifice for himself Okay. for having an encounter with an angel of God. Okay. So first you'll begin with you. If you are disconnected, he is disconnected. Okay. If you are blessed, he will be blessed, because the Bible says in the book Deuteronomy that I will bless the fruit of what? My Of your womb. So if there is a challenge with your children, don't go to the children. It is you. It is me. Yeah. Yes. Another question? No. I've already planned anyway. Tomorrow, on Sunday, I've planned to, because tunaendaga independent. I think I told you. Yes. Nimeplan na nishaongea na Bishop. On Sunday we are going to do it. Yes. But I said I want to come here because I promised first to meet you and more teaching. I need more teaching. Yes, thank you. Unajua umeongea kweli. Hebu tuzungumzie hivyo na Kijerumani. I'm to understand. Ongea tu. Ich bin hier. Okay, mein Name ist Jonis Getuto. Ich komme aus Deutschland und ich bin hier eine wie heißt das auf Deutsch? Gott, Sawa, asante. Umoshopo chantori boshakti. Another person with a question? An observation is also allowed here. Na sasa kwa ninaitwa Lendi Wambui. Sasa Lendi, nimeongea Kisugu. Ulisikia? Ulikuwa ukisikia Kisugu? Endelea. Mimi nilienda inaitwa Catholic ni huko nilibatizwa na nikafanywa kila kitu. Na sasa mimi nilitoka hapo. Sasa nikusema sasa nilisaliwa hapo. Uko hapo bado? Niko hapo bado. Na ya pili, my children are not here. Sasa watoto wote wanakunywa pombe. Na wanaanza sasa kuachana na mabibi yao. Sasa nikauliza, shika microphone karibu na mdomo. What am I going to do? Sababu mimi kuna problem with that problem it is. Nimemjibu huyu mama, nikamwambia Biblia inasema kwenye Deuteronomy 28 ya kwamba uzao wako utabarikiwa. Kwa sababu umebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo kama uzao wako haujabarikiwa, ni kumaanisha wewe ndio tatizo. Okay. Sasa hiyo ndio utakaa chini tufuate tatizo liko wapi. Tujue ni nini ulifanya. Kama kuna kunyonga ulinyonga, tujue kama hiyo ilikuwa. Kama ulikuwa mganga, mchawi, tujue kama ulikuwa hivyo. Sasa hapo ndio tunafunguliania moyo. When will I see? You'll see me today. Because you already are seeing me. Okay, ni sawa. Yeah, nitakuona. Nimekupigia simu sana na hausikii. Sikupenda. Ulisa huyu wa Jerumani. Huyu hata wakati nilichukua yake alisema thank you God. Zile simu zinalia hata saa hizi. Utaona right now niko na miss call 350. Sasa ile nilianza kuhubiri hapa. Okay, asante. Na silali, ukiangalia macho yangu ni kama nimevuta bangi. Sijavuta, ni kulala sijalala. Okay, ni sawa. The whole world, huyu ametoka Jerumani. Amekuja kwa kanyumba kama haka. Simeona? Hata saa ingine ninanunua shamba, saa ingine inanyang'anywa, sijui nikaenda huko wakasema wewe sasa huku ana hii hapa. Huku ana hii ukanyang'anywa. Nikanyang'anywa, hata hiyo ndodora unasema. Ulinyang'anywa. Lakini si mimi, wewe usianze kusema nilikunyang'anya. Sawa, keti chini. Tutakusaidia. Another one? Yes. Yeah, you will ask. Mimi nataka kuuliza swali ya madhabahu. Ya covenant. Blood covenant. Ulisema hiyo ya blood covenant iko na nguvu kuliko hizi zingine zote. Yes. Niulize kama hebu niseme sasa ni babu na nyanya. Wakasema ati mimi nijikate na wewe ujikate. Akunywe damu, hebu niseme babu akunywe damu ya shosho na shosho akunywe damu ya babu. Na yule atakataa kufanya vile waliagana, yeye ndio atakufa mbele. Hiyo covenant itaweza kushika watoto.
watoto wa hebu niseme ni babu yangu generation yote mpaka generation ya 5. Bwana asifiwe. Gakinyeria waganu wa maithe nginya ruciaro rwa kaigana Wakana na roho 5. yes. Ni wewe. Ziko nilikuwa na nimekuona wapi? Karibu niogee kama Mkirenyaga. Ndira kuonete. Ndira. Bwana asifiwe kanisa. Nilikuwa nataka kuuliza hili swali apostle. And I believe I'm asking for many of us. Altar ya kimadhabahu. Nilienda kanisa ya kwanza. Kuna ile mama yangu ama mzazi alinipeleka. Dedication na all the other services nikafanywa huko. But sasa tukigrow unapata mtu ametoka church hii, nimeenda hiyo ingine na ndio nikuwe connected to the altar that I'm serving today. Before ni connect na hiyo altar, my swali ni ile altar ya church ya kwanza nitavuja ama ni churches zote? Hizi zingine zote hakuna kazi. Where you are first initiated, that is where you belong until today. Okay. Pastor, my last question is, in our family we deal with altars of divorce. So mama alikuja akajua kuna shida kwa familia yetu, akatoa sacrifice. And should mimi mwenyewe napaswa kutoa ama hiyo yenye mama alitoa iko sawa, ishanikomboa? She's the one in charge of your family. Okay. She's the one to help you come out of also I don't have to remove it. If you have, there are 3 things that happens. We have personal sin, we have territorial sin, and we have generational sin. If your mother is dealing with generation, it's okay. Okay. You can only deal if the mother is not dealing with it, but you are allowed to deal with your personal sin. Okay. Yes. Thank you. My name is Susan. Okay, what I wanted to ask, umejibu. Amekunyang'anya. Lakini kuna hii swali. You told her that kama watoto wako na issues, nijiangalie mimi. What about like in my case I'm divorced. Yes. Ni kusema, you know, my husband inaweza affect our watoto. Now you have to look at the altars from your husband area and from your kule umetoka. Yeah. Kwenu kuna ndoa? Kwenu. Kwa familia yenu kuna ndoa? Iko, but na pande ya bunze? Pande hiyo kuna. But the problem is ni pande hiyo. So I need to break hiyo. Uende sasa muongee na msee. Alienda wapi? Alienda US, he's not in church. No, you are not. Kwa hivyo have you divorced? Mumeachana? Yeah. Mumefanya the actual thing of divorce ama bado ako mko na yeye? Bado hajakamilisha. Lakini it's been 18 years. Marriage wise, are you still connected? No, except the children. What makes you not connected with him? Kuna kitu alikuwa amepeleka kwenu? Hakupeleka, alipromise kupeleka, although tulikuwa kuna kitu hata kimoja hata kadogo alipeleka kwenu? Yeah. Alipeleka nini? Hiyo mwati na harika. Bas, wewe ni bibi yake. You are still connected. We even wedded in church. Yes, you are still. Hiyo bado ndio bwana yako. Hata ukiradarada huko, ujue bwana yako huko. So hata ule mwingine hata yeye akiradarada, you are still connected. So what should I do? You either make a decision to divorce, mudikwe disconnected, ama uende umutafute mkue one again. Otherwise there is no blessing kwako na hakuna blessing kwake. You live a struggling life. Yes. Okay. Next. Habari zenu. Mzuri sana. Swali yangu pasta ni babu alikuwa mganga. Wakati alikufa akaasia baba yangu. Baba yangu alikuwa na wanawake wawili. Mama wangu ndiye alikuwa second wife.
wao wote wameshakufa Na baba yako alikuwa anakupenda sana 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 kabisa. wewe ni mganga, wewe ndiye aliachia. Ndio kwa maana ukikasirikia mtu anapataka shida. Ni kweli? Kweli Ukisema kitu na inafanyika. Ni kweli? kabisa. Ukikalia machozi yako kidogo kuna kitu itatokea. Ni kweli? Kweli. Wewe kisha modo wako. Sasa naweza fanya nini? Nikufanyie deliverance. Nikutenganishe kama uko ready kuacha kwa utoke kwa uganga kuja kwa Kristo. I will help you hapa tu. Hata yule alikuwa mganga yako. Yule gari simuliona tukichoma vitu zake yule. Tulichomea hapa. Alikuwa mganga. Sasa yeye ni pastor hapa. Kachini tu. Asante. Tutaongea na wewe. Amestuka. Kusikia ni bwana anataka kanisa niko ndo leta kanisa. Ndio mbaga. Yes, sema. Bwana asifiwe. Amen. Mimi naitwa Margaret Wangui. Na nilikuwa na hudumu kanisa ile sasa nilikuwa. Lakini hata kwa saa hii wananitafuta kwa sababu kutoka nikuje hapa. Sijarudi, lakini wananitafuta mpaka watoto. Wananiuliza kwa nini ukudi kanisa. Sasa nitafanya nini? Fanya maamuzi yako. Mimi nataka kukaa hapa. Sasa kule sababu nataka kutoka kule. Sasa utaenda kwa huyo mchungaji mkiwa na mzee. Muende tu mumueleze. Mumueleze, mshike sadaka. Muende kwake, umuelezee tumehama kwa sababu ya hivi. Na umpatie sadaka. Umwambie ndio hii. Usitoroke kama mkora. Kwa sababu sasa ninaona wakinipigia sasa na shida. Enda tu genuinely from your heart and umwambie kwa ukweli. Usikuwe unajificha ama na usimdanganye, mwambie tu ukweli. Ndio akurelease. Okay. Next. Patia huyu ako na red. Bwana Yesu asifiwe. Sasa niko na swali moja kuhusu mambo ya madhabahu. So we have some of us, we understand mambo ya madhabahu. And as you have been saying to the lady, that akiona shida iko kwa mtoto, shida si mtoto, shida ni yeye. So my question is that sasa we have some of us, we understand biblical spiritual things, na unakuta like tuko na wazazi wale hawaelewi. Ama wengine wako kule nyumbani, kuna wale unakuta wameokoka but hawaelewi mambo ya Bible ama spiritual things. Na sasa mimi ninaelewa, ninaweza simama in the gap. Yes, that to is break them. You will break on their behalf. You are every family has a Moses, and every family has a Judas. There is a Moses to liberate your family, and there is a Judas to destroy your family. So it's allowed. I can stand in the gap. Yes. All right. Okay. Quickly another one. Uko nyuma kabisa nyuma yako. Ongea. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Christine Wamboi. Mimi niko na swali. Umesema mtu akiona shida, mtoto akiwa na shida, mzazi ajiangalie. Na sasa ikiwa msichana wangu ameolewa na kijana, na kijana ndio amekuwa gay, sasa mimi ama ni yule? Msichana wako ameolewa na kijana, yeye amekuwa gay. Yeye amekuwa lesbian. Msichana wako kijana ndio jibu swali yangu. Msichana yako amekuwa gay. Ni kijana ndio anafanya. Jibu swali. Mwiretu wako ule ni atwekete gay. Sasa ni atwekete lesbian. Sasa mwiretu wako ni mwega. Mwiretu ndiwete thina wake ni mwega, ni straight. Mwanake no atwekete gay. Da kwao tiko kire na maundu. Na riu undu ucio ukuninwa niki tondu no igwa mwiretu wako. Wako ni atweka gay ri. Ni kumaanisha? Ni kumaanisha? Riu mwiretu agwika atia gugwikwo atia to mwiretu wakwa ni kwa kihikite. Ni kwa hikite. Mundu ahikaga niguo ki uge na muthuri. Muthiage toro hamwe na muciare. Uyu atweka gay ni agaciara. Uragika atia ku? Tona keno twagikorirwo gituke na atweke gay.
na matue matua au niho hakiri citumikaga kogetwikire ndindeko yes. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Yes. Naitwa Anu Wanjiru, nimeokoka. Niko na swali mbili. Umemjibu huyu sister ukamwambia pahali alikuwa fast in the church ndio apeleke tithe yake. Si tithe, a sacrifice to disconnect herself, yes, if she has made that decision. Sasa mimi nilikuwa far away na nilikuwa na kanisa na nikakaa hapo for so long na nilikuwa na spiritual father kwa hiyo church. Sasa nikiondoka sikuenda kufanya kitu, niliondoka tu nikarudi hapa. Sasa nimerudi hapa, niko hapa. Sasa far away wapi? Nilikuwa South Africa kwa miaka mingi. Sasa nauliza nita hapo disconnect sasa, kule ndio ni connect sasa hapa. Unakuja kwa kuhani. Unaenda kwa kuhani. Anachukua hiyo gap. Anakudisconnect. Because but if you have an option kama huyo mtu ako and you have contact with him, liaise with him. Okay. If there is nothing amekufa hajiko, kuhani anaingililia hapa. Okay. Ya pili, mamangu baba yake alikuwa mudomugo. Na alikuwa namchukia sana. Alikuwa na bibi wengi lakini alichukia mama ya mama yangu sana, mpaka akachukia mama yangu sana mpaka kiasi alikuwa anataka kumuua. On my father's side tena yeye alikuwa anachukiwa, my grandfather alikuwa anachukiwa sana na neighbors mpaka akahama Kiambu kwenye alikuwa zamani when my dad was young, akaenda Embu to relocate. Ndio tukamuuliza kwa nini, akasema alifanya hivyo, relocate ndio alee watoto sababu alikuwa anachukiwa sana Kiambu, akaona Embu hakuna mtu anamjua. Sasa hiyo roho tunaona inatufuata ya kuchukiwa. Unaenda pahali even where I am unakuta, unaona kama sio kama unapata hiyo roho inafuata sisi ya kuchukiwa for no reason. Sasa hiyo ndio tulisoma Ezekiel. Na mama wangu hawezi akakubali nishamuuliza. You can stand in the gap. Okay. Hiyo ndio tulisoma Ezekiel 16, mama alikuwa, baba alikuwa, na shamba ilikuwa. Okay. So you can be in the gap. Okay. Sasa niwe in the gap ni unasue familia yako from the spirit of rejection. Okay. From all those hiyo mambo ya uchawi ya uganga. Yeah. Yes. Okay, asante. Thank you. Wapigieni makofi. Tuchukue wa mwisho pale, Enda huko. Kwa majira mimi naitwa Susan. Mimi ni Mwembu. Wewe ni Mwembu? Wewe Mwaro? Wewe Mwaro? Ni Mwega pastor. Wewe Mwega pastor? Yes. Niko na mama kidogo. Usijali kama inaenda. Niko na swali moja niko nayo. Nataka kuuliza sasa hii. Uliongea mambo ya madhabahu. Ile ilikuwa watu wakati wa Mau kulikuwa na watu walikuwa home country. Sasa ni kama kulikuwa na kazi ilifanywa kwa udongo na watu wa Mau wakasema wale watu walikuwa wa home country wataliti kwa hata wakikaa kwa vile wataishi kwa umaskini na mateso. Yeah. Walikuwa home country. Mimi sikuwa hivyo. Sasa ni kule niliolewa mimi. Kule niliolewa mzee wangu alikuwa na mwana hiyo. Sasa ninaona ni kama tuko na shinda. Hakuna kitu tunarithi. Tukianza kitu hakuna kitu tutaenda. Ule mzee alifunga hiyo mambo yote. Tulikuwa na yeye na tutaenda Murang'a. Hiyo sasa sio yenu. Hiyo sio yenu. Hiyo tunaenda na Bishop Harrison nganga Murang'a kuvuja. Sasa ni ngonje. Connect na hiyo madhabahu ya. Connect na madhabahu ya Murang'a. Nakusikianga sana. Na nimeshafanya hivyo. Nipatie microphone nyingine. Nimeshafanya hivyo. Umeshafanya hivyo? Wazao nakusikia sana. Asante. Ulisikia hiyo mzee akiongea? Mimi nasikia sana. Asante. Nipatie huyo. Shika microphone vizuri. Kuja hapa. Wakuone vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Wabui kutoka Syokimau. Shika microphone. Shika microphone.
Kama wale wazee, lazima wale wazee wa huko Geshagi wakisema anakonoka tiraria ni muranyona. Nitoguo. Kuna swali nataka kuulizia wengi. Umeniuliza swali ukasema wanawake wenye hawakuolewa na bwana wa kwanza. Tuseme hao mabwana waliachwa. Na hao wakaenda kuolewa kwingine. Sasa wafanye nini? Unaenda kwa madhabahu, una raise sacrifice ya kujiconnect na yule. Ndio huyu mwingine akubariki. Thank you. Somebody else? Tusimame tu kwa miguu yetu tuweze kushukuru. Shika sadaka yako na dhabihu yako. Kama uko na sacrifice, ishike tu utaiwekelea hapa. I'll see you later. I'll give you some few minutes, but the sacrifice, it is always good to give it at the altar. Bwana Yesu asifiwe sana. How many of you are blessed with today's teachings? Umebarikiwa, unasikia nimeguzwa. It is a blessing. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeah. Sasa tabidi uanze kurefuka. Uanze kunywa, tafuta dawa ya kurefuka. Kuja sasa hapa juu. Nina train. These are my small team ya media. I'm training them. Kwa msione naongea na wao, mnaona kama I'm a bit unprofessional. I love them because they just came from nowhere and they left. Nikikuona hivi, I promote what you are. I'll make you become, produce the best you. Kama ningepata mtu kunisaidia wakati wa Mungiki, I would be very far. Kenya would be a different country. But instead they killed me. They killed my vision. And then sikupata mtu wa kunishika mkono. I'm here, nitakushika mkono mpaka usimame. Nitakushika mkono. I'm ready to take the mantle and I don't fear. Hiyo maneno mnaona nikiongea, siogeagi nikifikiria kitu kingine na hapo. I know them. Gutiria ndoigo ya kumakira. I'm not scared of them. I've walked with them. Bwana Yesu asifiwe sana. Na niko na kitabu yao ya majina yao huko kwa Freemason. Wakinitishia nasemaka mimi najua unakuwa namba 17. Ama nataka niseme atatikana na orosho mwanene. Bwana Yesu asifiwe sana. Beatrice. Nani kama wewe? Mshike sadaka zenu kisha muzilete hapa mbele tukiendelea kuiba. Weke kwa hii kikapu. Ni sadaka na sacrifices zenu. Endelea tu. Nani kama wewe? Na kuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe? Na kupenda ni nani? Nani kama wewe?